Karibu katika simulizi fupi inaokujia kwa jina la Ilibidi Niue kwa sababu yako Lisa. Naitwa Mobi na leo nipo mkononi mwa polisi nikisubiri hukumu ya maisha yangu. Watu wengi wananiona muuaji, lakini hawajakosea, kwa sababu kweli kuna watu wawili walipoteza maisha kutokana na mikono yangu. Kabla hajanihukumu, nataka ujue kilichonifikisha hapa. Mobi alinyamaza kwa sekunde kadhaa. Macho yake yalikuwa mekundu. Uso wake ulionekana umechoka, kana kwamba alikuwa hajalala kwa siku nyingi. Mbele yake kulikuwa na askari alikuwa akiandika maelezo. Endelea, askari alimwambia. Mobi akavuta pumzi ndefu. Kila kitu kilianza miaka 2 iliyopita. Nilifahamu Lisa kipindi ambacho maisha yangu yalikuwa magumu sana. Nilikuwa nafanya kazi za vibarua, leo zege, kesho kupakua mizigo, kesho kutwa kubeba mchanga. Haukuwa na kazi ya kudumu, lakini nilikuwa na ndoto kubwa, na zaidi ya yote nilikuwa na moyo wa kupenda. Siku ya kwanza nilipomwona Lisa, nilijua kabisa kuwa alikuwa tofauti. Alikuwa mrembo, mpole, mcheshi. Alijua kuzungumza kwa namna ambayo ilinifanya mtu ajisikie umuhimu. Tulianza kama rafiki, baadaye tukawa wapenzi. Na kadri siku zilivyopita, ndivyo nilivyozidi kumpenda. Tatizo lilikuwa moja tu, maisha yangu. Sikuwa na pesa, lakini sikutaka Lisa ajisikie amekosa kunichagua. Kwa hiyo, nilifanya kila linalowezekana alipohitaji ada ya kozi fulani. Nilitafuta aliponihitaji kodi. Nilitafuta alipohitaji simu mpya. Nilitafuta wakati mwingine nilala njaa, lakini Lisa akawa amekula. Niliona furaha yake ndio furaha yangu. Nilifurahi mafanikio yake ndio mafanikio yangu. Sikujua kwamba nilikuwa najenga maisha ya mtu ambaye alikuwa anaficha siri kubwa sana. Nilikuwa na mtu mmoja nilimchukia tangu utotoni, kaka yangu wa damu, Twaha. Tulizaliwa tumbo moja, lakini hatukuwahi kuelewana. Kila mara kulikuwa na migogoro kati yetu. Wakati mwingine hata wazazi walishindwa kutuunganisha. Miaka ilipita, lakini kila mmoja akaanza maisha yake. Mimi nilikaa upande wangu na yeye upande wake. Kwa muda mrefu hatukuwa hata tunaongea. Nidhani huo ndo mwisho wa matatizo yetu. Sikujua kumbe alikuwa taratibu zaidi na maisha yangu kuliko nilivyodhani. Ukaribu wake ulizidi kuniumiza. Miezi kadhaa iliyopita nilianza kugundua tabia za ajabu kwa Lisa. Mara simu anaficha, mara anatoka bila maelezo, mara anakuwa mkali. Lakini kila nilipomuuliza alikuwa na majibu. Na kwa sababu nilimwamini. Mapenzi yana tabia moja ya ajabu. Yanapokuwa makubwa sana, wakati mwingine hufanya mtu asione mambo yaliyokuwa wazi kabisa. Siku moja Lisa aliniambia alikuwa na shida ya pesa. Kama kawaida, nilimuuliza kiasi gani unahitaji. Alinitajia kiwango kikubwa. Nilijua nitateseka ukipata, lakini nilikubali. Kwa wiki nzima nilifanya kazi mchana na usiku. Mwisho nikampatia. Alifurahi sana, akanikumbatia, akaniahidi kwa siku moja atanilipa kwa upendo mkubwa. Nilitabasamu, sikujua pesa zile zilikuwa zinaenda kwa mwanaume mwingine. Na baya zaidi, mwanaume huyo alikuwa kaka yangu mwenyewe. Mwezi mmoja baadaye nilipata kazi mbali. Ililazimu kukaa huko kwa siku kadhaa. Nilimwambia Lisa, akalia, akasema atanisubiri, akasema atanikosa sana. Nikamwamini tena kwa sababu nilikuwa nampenda. Niliondoka bila kujua kuwa huo ndo alikuwa mwanzo na mwisho wa maisha yangu ya zamani. Na mwanzo janga ambalo limegharimu kila kitu kuanzia sasa. Usiku mmoja nilimaliza kazi mapema kuliko ilivyotarajiwa. Nikaamua kurudi nyumbani bila kumpa taarifa. Nilitaka kumsurprise, nilitaka afurahi, nilitaka nimkumbatie baada ya siku nyingi. Lakini nilikuwa nimechoka. Lakini moyo wangu ulikuwa na furaha. Nilipofika mlangoni, kitu cha kwanza kilichonishtua ni kuona mlango haukufungwa vizuri. Nikajisemea labda amesahau. Nikasukuma taratibu, nikaanza kuingia ndani. Na hapo nikaamka, nikaanza kuona vitu ambavyo havikuwa vya kawaida. Kwanza niliona viatu vya mwanaume, kisha nikaona koti la mwanaume. Moyo wangu kaanza kwenda mbio. Nikajitahidi kujituliza. Labda kuna maelezo, labda ni ndugu, labda ni rafiki. Lakini nilipoingia zaidi, nilikutana na simu mbili juu ya meza. Moja ilikuwa ya Lisa, ya pili sikuwa nimeiona kabla. Nilipoitazama vizuri, damu ilianza kuniganda.
Kwenye picha ya skrini ilikuwa ni Twaha. Kitendo kile kiliniuma. Kaka yangu yule ambaye hatukuwa tunaongea, yule ambaye nilikuwa nimekaa miaka mingi bila maelewano naye. Mikono yangu ilianza kutetemeka, nikachukua simu. Nikaanza kufungua ujumbe. Ulinivunja zaidi, ulinichoma, uliniumiza zaidi. Sikuamini kabisa, kwa sababu hapo ndipo nilipogundua ukweli ambao singeweza kuniacha salama, usaliti wa damu. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Sikuwahi kuhisi maumivu kama yale maisha yangu yote. Nilikuwa nimesimama katikati ya sebule yangu mwenyewe, lakini nilihisi kama dunia nzima ilikuwa inanizunguka. Nikafungua ujumbe mmoja baada ya mwingine. Ndio kilichonisoma na kilichonichoma moyo. Baby, leo nimekutumia pesa. Ujumbe ulikuwa umetumwa na Twaha. Lisa akajibu. Najibu likawa ndio, ametumia 200,000, lakini nitakuletea kesho. Nilihisi miguu yangu ikipoteza nguvu. Nikafungua ujumbe mwingine. Yule mjinga bado hajagundua, Twaha aliandika. Lisa katika kwa emoji. Hajui chochote, ananiamini sana. Machozi yalianza kunitoka. Sikutaka kuamini, lakini ushahidi ulikuwa mbele yangu. Jumbe mwingine ukaonekana. Bila huyo Mobi tungekuwa tunapata shida sana. Twaha aliandika. Lisa akajibu. Usijali baby, nikimwomba chochote ananipa. Nikahisi kama kuna mtu alikuwa ananichoma kisu moyoni. Sio kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya usaliti. Nilimpenda Lisa kwa moyo wangu wote. Nilimwamini kuliko mtu yoyote duniani. Lakini kumbe kile nilichokuwa nafanya kilikuwa kinafanya wao wanicheke kwa siri. Nilikaa kwenye sofa, nikashika kichwa changu, nikaanza kulia. Machozi yale hayakuwa kawaida, yalikuwa machozi ya mtu aliyegundua kuwa maisha yalikuwa anaamini yalikuwa ya uongo. Ghafla nikasikia sauti za watu nje ya nyumba. Moyo wangu kaanza kwenda mbio. Mlango ukafunguliwa. Kicheko cha Lisa kikaanza kusikika. Kicheko ambacho zamani kilikuwa kinanipa furaha, lakini usiku ule kilikuwa kama sumu masikioni mwangu. Nikageuza macho yangu kuelekea mlangoni, na hapa nikamwona Lisa na Twaha walikuwa wanatoka kuoga. Twaha alikuwa amembeba Lisa kwa namna ya kimahaba. Wote wawili walikuwa wanacheka, lakini waliponiangalia Lisa aliganda. Kicheko chake kikakatika, uso wake kabadilika ghafla. Mobi aliita kwa mshtuko mkubwa, lakini Twaha hakushtuka. Alinitazama kisha tabasamu la dharau. Tabasamu ambalo sitalisahau maisha yangu yote. Kumbe umerudi, alisema. Nilisimama taratibu nikawatazama wote wawili. Sikuweza hata kuzungumza. Nilihisi hasira, huzuni na maumivu vikipiga ndani ya kifua changu. Lisa akaanza kutetemeka. Mobi, sio unavyofikiria. Nyamaza. Nilipata sauti kwa mara ya kwanza. Akanyamaza. Twaha akaanza kucheka. Hivi bado unamsikiliza huyu? Alisema huku akinitazama. Kwa nini nilimuuliza. Kwa nini umefanya hivi? Twaha akakunja mabega. Kwa sababu naweza. Jibu lake lilinichoma zaidi. Kama nilivyokuwa nikijifanya bora, kumbe mimi miaka yote. Nilitikisa kichwa. Sikuwahi kufanyia kitu. Twaha akacheka tena. Haujafanya kitu? Ulisahau kila mtu alikuwa anakupenda nyumbani. Ulisahau kila mtu alikuwa anakusifia. Ulisahau kila mtu alikuwa anakulinganisha na mimi. Sasa nilianza kuelewa. Chuki ya Twaha haikuwa imeanza leo. Ilikuwa imejengeka kwa miaka mingi, lakini sikuwahi kufikiria ingeenda mbali zaidi kiasi hiki. Lisa akaanza kulia. Mobi, nisamee. Nilimgeukia. Kusamee baada ya yote haya? Nilikosa nini Lisa? Swali hili lilimtuliza kwa sekunde chache, kwa sababu hata yeye hakuwa anajibu. Nilikuwa nimejitolea kwa ajili yake. Nilikuwa nimehangaika kwa ajili yake. Nilikuwa nimeweka furaha yangu mbele yake, lakini bado alinisaliti. Wakati huo ndipo nilianza kutambua jambo moja. Wakati mwingine unaweza kumpenda mtu kwa moyo wako wote, lakini hiyo haimaanishi atakupenda kwa kiwango kile kile. Twaha akasogea mbele. Achana naye. Alinichagua mimi. Nilimtazama kwa macho ya maumivu. Hapana. Nyinyi wawili mmechagua usaliti. Kimya ikatawala ndani ya nyumba. Kwa mara ya kwanza Twaha akaanza kucheka. Tena akacheka kisha akanyamaza. Labda alianza kuona uzito wa kile kilichokuwa kimetokea, lakini tayari ameharibu kilichokuwa kimefanyika. Hakukuwa na maneno ambayo yangeweza kurudisha imani yangu. Hakukuwa na maelezo ambayo yangeweza kufuta ujumbe niliokuwa nimesoma. Hakukuwa na sababu ambayo ingeondoa maumivu yake. Mobi akanyamaza kwa muda.
Askari alikuwa akiandika maelezo akainua macho. Kisha, nini kilitokea akaniuliza. Mobi akavuta pumzi ndefu, machozi yakamtoka tena. Siku ile nilifanya kosa kubwa zaidi maisha yangu. Niliruhusu hasira nilitawale, nikaharibu maisha yangu. Nikaharibu maisha ya watu wengine. Mobi akashusha kichwa. Ndio sababu leo nipo hapa, kwa sababu dakika chache za hasira ziliharibu kila kitu nilichokuwa nimekijenga kwa miaka mingi. Usaliti wa damu. Mobi alinyamaza kwa muda mrefu. Ndani ya chumba cha mahojiano kulikuwa na ukimya mzito. Askari alikuwa akiandika maelezo alisema kwa sekunde kadhaa akimtazama. Aliona mbele yake si mtu mwenye hasira tena, bali ni mtu aliyekuwa amevunjika kabisa. Mtu aliyekuwa amebeba majuto makubwa kuliko kifungo chochote. Mobi, askari alisema kwa sauti ya upole. Kama ungeweza kurudi nyuma ungefanya nini? Mobi akafumbua macho. Machozi yakaanza kutiririka. Singefanya nilichokifanya. Singeacha hasira ziniongoze. Singeharibu maisha yangu kwa dakika chache za maumivu. Usiku ule baada ya kugundua usaliti wa Lisa na Twaha, hasira zilinifunika kama giza. Hakufikiria kesho. Hakufikiria familia yake. Hakufikiria maisha yake. Hakufikiria chochote. Alifikiria maumivu pekee. Na pale ambapo binadamu anaruhusu maumivu yaongoze akili yake, mara nyingi hutengeneza majuto ambayo hayaishi. Dakika chache tu, dakika chache za hasira, dakika chache za kutokuwa na subira, dakika chache za kupoteza udhibiti, ndizo zilizobadilisha maisha yake milele. Siku iliyofuata habari zilisambaa kila mahali, mtaa mzima ulikuwa unamzungumza yeye. Marafiki walishangaa, majirani walishtuka, wengine walimlaumu Lisa, wengine walimlaumu Twaha, wengine walimlaumu Mobi, lakini ulikuwa mmoja. Watu watatu walikuwa wamepoteza maisha yao kwa namna tofauti. Lisa alipoteza maisha yake, Twaha alipoteza maisha yake, na Mobi alipoteza maisha yake akiwa bado anapumua, kwa sababu maisha yake ya zamani yalikuwa yameisha. Ndoto zake zilikuwa zimeisha, mipango yake ilikuwa imeisha, kila kitu kilikuwa kimeharibika. Miezi ilipita, kesi ikaendelea mahakamani, kila ushahidi uliotolewa, kila tukio likaelezwa, na siku ya hukumu ikafika. Mahakama ilikuwa kimya. Mobi alisimama ndani ya kizimba, hakuwa na furaha, hakuwa na matumaini, alikuwa tayari amejihukumu mwenyewe moyoni, hata ya hakimu kuzungumza. Hakimu akataja hukumu. Maneno yale yalipenya masikioni mwake kama ndoto, lakini hakuonyesha mshangao, kwa sababu tayari alijua hakuna hukumu iliyokuwa nzito kuliko ile aliyokuwa anajiambia kila siku moyoni mwake. Miaka kadhaa baadaye, Mobi alikuwa gerezani. Nywele zake zilikuwa zimeanza kuota mvi, uso wake ulikuwa umechoka, lakini jambo moja tu halikubadilika: majuto. Kila siku alipolala alikumbuka siku ya kwanza alipokutana na Lisa. Alikumbuka tabasamu lake, alikumbuka ndoto zao, alikumbuka jinsi walivyokuwa wakifanya kazi ngumu ili kumfurahisha. Alafu akakumbuka usiku ule, usiku ambao kila kitu kilibadilika. Na kila mara alijiambia jambo lile lile: laiti ningetoka nje, laiti ningeondoka, laiti ningewaacha waende, laiti ningeruhusu sheria ichukue mkondo wake. Lakini maisha hayana kitu cha kurudi nyuma. Ukiharibu, unaendelea kuishi na matokeo yake. Siku moja kijana mmoja gerezani alimfuata Mobi. Alikuwa amesikia simulizi yake. Mzee, unamshauri gani mtu aliyepitia maumivu ya usaliti? Mobi akatazama kwa muda, halafu akasema, kama una hasira usifanye maamuzi. Kama unaumia usichukue hatua. Kama moyo wako umevunjika, ondoka kwanza, kaa kimya kwanza, subiri kwanza, kwa sababu hasira huondoka, maumivu hupungua, lakini matokeo ya maamuzi mabaya yanaweza kubaki maisha yako yote. Kijana yule akainamisha kichwa. Maneno yale yalikuwa mazito, kwa sababu yalitoka kwa mtu ambaye alijifunza kwa gharama kubwa. Leo ukienda kwenye ule mtaa wa zamani, nyumba ya Mobi bado ipo, lakini imechakaa. Muda umeenda, watu wamehama, maisha yameendelea, lakini simulizi yake bado inasimuliwa. Si kama simulizi ya mapenzi, si kama simulizi ya usaliti, bali kama simulizi ya onyo kwamba usaliti unaumiza, lakini hasira zisizodhibitiwa zinaweza kuharibu zaidi kuliko usaliti wenyewe. Funzo la mwisho kabisa kupitia simulizi hii: katika maisha utakutana na watu watakao kuvunja moyo, utakuwa na watu watakao kusaliti, utakutana na watu ambao hawakuwategemea kabisa kufanya hivyo, lakini usiruhusu maumivu yao yabadilishe mtu ambaye haukuwahi kuwa. Usiruhusu dakika moja ya hasira iharibu maisha yako yote, kwa sababu kuna maumivu ambayo muda huponya, lakini kuna makosa ambayo muda hauwezi kuyafuta. Na ndio maana nguvu kubwa mwanadamu si kupigana, nguvu kubwa ni kujizuia pale ambapo una sababu zote za kupigana.